Pumpkin inafaa kuwekwa hivyo. Kiwete anawekwa vizuri. Urudi haraka haraka kabla hii mate. Nataka niongee haraka kabla mate ijajaza hii towel. Fanya haraka. Na tuweke hapo hivyo tishu, anaweza tuangushia Mafi hapa tushangae. Kwani nasializikwa na daipa ama haikuwekwa? Kwani watu wa Montezuma wakuweka daipa vizuri? Aya basi. Kukagua kuma ya nani ya Rachel Otuoma nijue kama ni Montezuma ama ni kuma kama hii yangu, ndio tujue kwa nini watu wanakufa. Na kama JB nimetumiwa video ya Rachel akipiga Otuoma kofi. Yes, nitaweka. Nani Rachel alikuwa anapiga Otuoma. She was physically abusing Otuoma. I've been sent for. Hata tu sahi tu. Unaona sasa ile ilikuwa nimetoka. Yes. Kwani alikuwa anamchapa. Unajua hiyo rumba ilianza na house girl. Ya kama house girl. Nimekuambia jitayarishe. Utaamuka upende usipende, na mimi nakwambia nitakuita usiku. Nikiwa uchi. Nimesema kuma yangu ndio itaita Otuoma mume wako kwa kaburi. Woi guys, mimi hata kama simpendi Rachel Otuoma of rate. Nimemhurumia guys, sijui kama atawai heal. I don't know ama atawai heal from this. I wish tu angemsikiza Prince Mwiti. Heri tu angenyamaza. Achane tu na Diana Ross, cause guys, we. Unasikia Diana Ross anasema ati kinembe yake ama kuma yake ndio itaenda kumuamsha. Yani ni uchawi. Yani guys, mnajua uchawi ni nini? Uchawi si ile tu yenye unafanya unasikia ati umeenda kwa mganga ameleta zile vibuyu, ameleta zile nini kwetu tunaziita toihori, zile vitu za kuchota chakula. Analeta vitu zinakaa mask. Uchawi hata kuongea, yani hizo ni mambo za kiuchawi. Yani Diana Ross anasema atamchukua Otuoma kutoka kwa kaburi, ampeleke moja kwa moja mpaka kwa mamake Rachel Otuoma. Guys, it's unbelievable. Guys, remember venye Otuoma mazishi yake ilikuwa. And remember guys, Otuoma amekuwa very respectable. Saa hizi tu amekufa ndio yani respect imeisha. Na imeisha juu ya nini? Juu ya Rachel. In this I blame Rachel Otuoma. Sisemi atukanwe anyamaze, but I wish angeangalia situation yenye ametoka, at least anyamaze saa hizi. Nawaambia hizo matusi zote, kama ataona afanye tu vizuri, asiangalie hizi. Na haezi kosa kuangalia, cause the more unaenda kuscroll tu hivi, hizo video zinakujanga kama zimejireta. Unajua saa hizi wewe unaingia live unaongea, nao watu wengine wako pale wana ku screen record. After screen record hao watu wanaenda wanaweka zile video. That means zile video hazitawahi toka kwa TikTok. So each and every moment Rachel anaenda kuscroll, anapatana na zile video. Yani oh my god, hiyo itamuuma. Nakwambia itamuuma. Afraid Rachel amekuwa na kiburi sana. Na mimi guys, si vibaya kusema like hii ni opinion yangu. Siwe pia uko na yako. Acheni kusema mimi namtetea Diana Ross. Mimi hata yeye simtetei, hata hajafanya vizuri sana. Hata kama Rachel si mzuri, hafai kumtukana na namna hiyo. Angemwacha tu, angetutukana na tu wao wawili. Although pia Rachel alitukana bwanake, hata ajui kaburi ya bwanake iko wapi. Hivyo tu ndio walisema. Lakini Rachel hakumtukana like kumtukana bwanake, aseme bwanake looks zake na venye alikuwa anakaa. Lakini the sad thing ni ati, imagine unasikia venye Diana Ross anasema ati Otuoma achukuliwe, anawekwa upside down. Picha zake zinachukuliwa, zinawekwa upside down. After that kuwekwa upside down, Diana Ross anafungua, ako kwa live, anamuombea. Anaomba akimwambia maneno na hiyo lugha yao ya Kijaruo. Mimi sijasikia, kwa siwezi sikia Kijaruo, but guys, I know hizo maneno zenye alikuwa anasema si maneno mazuri. Na guys, unajua Diana Ross after mara ya kwanza venye walikanyangana na Rachel Otuoma, Diana Ross alimuomba msamaha. Akamwambia tafadhali, kwa unyenyekevu, video ilikuwa like 3 minutes guys. Ilikuwa 3 good minutes. Diana Ross alimuomba msamaha. Akamwambia Rachel, please forgive me. Nisamehe tu. Nisamehe. Hata kama tutakuwa marafiki, kwa kile kitu yote nimesema, mahali tumefika, mimi si age yako, wewe uko na 43 years na mimi I'm not your age. Akamwambia sasa kitu yenye tutafanya ni mimi nimekuambia pole na hope uta accept. My friend, hiyo jioni after Diana Ross kufanya hiyo video, Rachel aliingia live. Akamtukana Diana Ross. Akamtukana. Hiyo beef guys sijui kama itawaisha. Hiyo sijui kama itawaisha, cause kama ni mimi sigewahi kumforgive Diana Ross. Mimi hata kwa kaburi sigewahi mforgive.
Imagine anamtukana Otuma hivyo ati Otuma ati Mafi itatoka ati aliyekwa nini kwa. Yani guys, mnajua vitu zingine they are so traumatizing. You know guys, I think respect ni kitu ya muhimu sana in this life. Respect. For sure, hata kama mnatukanana, acheni watoto. Acheni kutukana watoto, acheni kutukana mabwana, acheni kutukana wazazi. Tukananeni nyinyi wenyewe. Sasa Diana wangetukana tu yeye na Rachel, haingekuwa na shida. Lakini the moment wameanza kuingiza wazazi, mabwana, watoto, you know, inakaa vibaya sana. Inakaa vibaya sana. And it's very sad, guys. Sijui kwa na maoni gani kwa hiyo matusi ya Diana Ross. Na si Diana tu Ross, hiyo ni venye tu nimeninini ya Diana Ross comeback yake to Rachel Otuma. Leo kuna zake mingi sana akimtukana Diana Ross. Na off rate, mimi Rachel nimemuona. Unajua mimi nimekuwa nikifuatilia Rachel sijui from 2019 hapo. Mimi nimekuwa nikimfuatilia Rachel moja kwa moja. Kabisa, mpaka kuna time alikuwa mpole, watu wanaingia kwa live, hata Muitia amesema, Rachel mimi sikujui hivyo. Mimi sijui ni nini na happen kwako kwa maisha yako. Kutoka kwanza Otuma akufe ni kama amewekwa mashetani. Yani amekuwa mbaya. Hata kwa comment section unapata mtu hata hajamuuliza vibaya, amemuongelesha tu. My friend atakutukana, atakuongelesha vibaya. Unapata tu kitu rahisi ya kuambia mtu hapana ama anyamaze ama asirudishe, anakuongelesha vibaya na kutukana. Okay. Let me tell you guys, kuna kitu nimekuja kunotice na kujifunza na life ya Nyako. Nyako Mungu alimpatia fame haraka sana. Mungu alimpatia fame akajulikana karibu Kenya mzima. But Nyako hakuchukulia ile fame vizuri. Unaona saa hizi Rachel kama angenyamaza, I'm 100% sure hata si kunyamaza, kama angekaa chini vizuri amon bwana yake. Guys, sometimes ndio nimesema respect ni kitu ya muhimu sana. Si ati ni kujifanya, but sometimes it's good. Okay, unajipatia time. Okay, kuna time like ni kama venye unasemanga acha sasa niende nilale nipumzike. Unaona, yani una nini, si ati hata ni usingizi umesikia, but una feel unafaa upatie mwili yako time rest. Okay, unanyamaza unasema I had to go and treat myself. Unatoka nje unaenda unajitreat vizuri tena sana. Unaona, so ujaenda kwa watu wanasemanga wanaenda kujitreat. Ni wewe una feel it's good you do that. So I wish Rachel angejipatia time amon bwanake. Akae chini amuombe Mungu, amshukuru Mungu for the time yenye amempatia yeye na Otuma. Apate a section of prayer yeye na Mungu wake. Kwa hiyo time amempatia na Otuma, akuwe na a section ya kumkumbuka kubukubu za bwanake. Instead saa hizi, okay, unajua sometimes it's that time. Tumia hiyo time, hiyo yani kila kitu na wakati wake. Angechukua time ya kumourn bwana yake. Alisema people mourn differently. But let me tell you guys, hakuna ati people mourn differently. I wish take time. Kwanza atulia, aachane na social media. Mambo ingekuwa mazuri. Saa hizi kutoka Otuma akufe watu wangu, tuko na nini gani? Tuko na time inatoshana aje? Si alikufa December. Tukamzika January 9. Hata siku hazijaenda sana. Hazijaenda. And now here we are. Now here we are, guys. Yani ati Otuma anatukanwa na ambiwa sijui akae upside down nini. Ati atakunia watu. Ati aekelewe towel asinini watu na amekufa. Tayari yani mtu mwenye amekufa cause bibi yake hata anasema alimzika vizuri, but hakumpatia ile respect nzuri ya mwisho. At least to have the time to mourn. Guys, mnajua time ya mourning inakuanga very very important. Guys, sijui kama mnajua hivyo. Na ndio unasikianga inaitwa mourning time. Ni time ya kumourn. Ndio mnaonanga kuna watu wenye wanavaanga nguo nyeusi. Wengine wanaweza fikiria it's just a culture ya kuvaa nguo nyeusi. Unavaa zile nguo for 40 days. Nyeusi, kila siku unavaa nguo nyeusi. Utavaa kara nyingine. Watu wanafikirianga ni culture, but it's something, ni kubukubu. It's a respect. Na ni kubukubu ya kukumbusha it's the time to mourn. Ni time ya kumourn. But Rachel, mdomo saizi imagine wanatukanana. Anatukana mabwana za wenyewe. Na yeye sasa bwanake anaambiwa ataamshwa kwa kaburi na kinembe. Yani imagine such a kind devastating
words. Anyway guys, mambo ni mengi wakati ni mchache. Achani tuachane nao, hiyo ni life yao. I hope Lecho apologize, hiyo story ishi hapo. Heri tu apologize, hiyo story ishi hapo. Because kama haitaishi hapo, Lecho will never hear from this. She will never. Anyway guys, mambo ni mengi wakati ni mchache, na wapenda sana. Share my videos, like and comment. Bye bye and take care. Love you.